umesema hapa kwamba wajibu wa vijana kama ulivyoeleza. Sasa mimi na ninyi Chadema mmeua ndoto za vijana, na ndio maana wanaondoka kwenye chama chenu na kuhamia chama kingine. Na hayo sio maneno yangu, ni maneno ambayo wao wamekuwa wakiyasema. Sasa wewe kama kijana na kiongozi wa baraza kwenye eneo lako, nakumbuka miongoni mwa vijana wako mmoja amekukimbia. Mimi nikisikia mtu anasema Chadema inaua ndoto zake, mimi namuuliza Chadema inauaje ndoto zake? Hamjashiriki uchaguzi na ndoto yake ilikuwa ni uchaguzi. Sasa wanadai kwamba wametumia muda mrefu sana kujenga chama, lakini pia kujijenga wenyewe. Sasa ndoto zao zilikuwa ni kushiriki uchaguzi, na ninyi hamjaamua kushiriki uchaguzi. Mnaua ndoto. Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, mtu anayesema yeye ndoto yake ni kushiriki uchaguzi hajui Chadema lengo lake ni nini. Chadema lengo lake sio kushiriki uchaguzi. Chadema lengo lake ni kuikomboa nchi. Nchi inakombolewa sio kwa kushiriki uchaguzi tu peke yake. Inakombolewa kwa kuhakikisha huo uchaguzi wenyewe ni uchaguzi wa haki, ni uchaguzi wa kweli, ni uchaguzi unaokubalika, ni uchaguzi unaoaminika. Ndio yale msingi nimesema kwamba angalau basi wananchi wamerejeshewa mamlaka yao, wanamiliki uamuzi kwenye nchi yao, wanaweza kuamua nani awe kiongozi wao. Sasa kama mifumo ya sheria imeshaharibiwa, mwananchi si anayeamua tena nani awe kiongozi, ila tu kuna mifumo imewekwa kwamba hiyo mifumo ndio inayeamua nani awe kiongozi. Nani anayeua ndoto za vijana? Ni huyu ambaye hataki wananchi wawe wanaamua nani ni kiongozi wao, au ni chama ambacho kimesema tusipoteze rasilimali fedha, rasilimali muda, lakini zaidi sana tusiende kupoteza maisha ya watu kwa sababu ya kwenda kushiriki kinachoitwa uchaguzi, lakini ukweli wa Mungu hakuna uchaguzi. Nani anayeua ndoto za vijana? Tunakwenda kwenye uchaguzi, halafu vijana waende wakatekwe, wapotezwe, waache familia zao. Nani anayeua ndoto za vijana? Anayekataa na kupigania haki ya kuishi, haki ya kuweza kujumuika na watu wengine, asiweze kutekwa? Au huyu anayeteka vijana? Ni nani anayeua ndoto za watu? Ni nani anaua ndoto za watu? Kati huyu ambaye anashiriki uchaguzi, kwa kushiriki uchaguzi anakwenda kuzawadiwa ulemavu wa kudumu. Uchaguzi. Nani anaua ndoto sasa? Kati ya huyu anayezawadia watu ulemavu wa kudumu, au ni huyu anayesema uchaguzi ni tendo takatifu linalopaswa kuheshimika na wananchi wanapaswa kuwa na mamlaka kamili? Nani anaua ndoto za vijana? Lakini kama haitoshi, nani anaua ndoto za vijana wakati ambapo vijana wakijitokeza kugombea wanakwenda na wananchi wanawakubali, wanawapa ridhaa kwa kura zao kwenye boksi la kura, halafu anakuja anatokea mtu mmoja hivi kwa mamlaka fulani ameyopewa na maelekezo, anasema wewe huwezi kutangazwa hata kama wananchi wamekuchagua, ila atatangazwa huyu ambaye maelekezo yanataka atangazwe. Nani anayeua au anayepoka ndoto za vijana kati ya hao? Ni huyu anayesema uchaguzi unapaswa kuwa ni huu wananchi wanaopiga kura, na kura ya mwananchi ndio inayoamua, na kwamba wananchi wakiamua hicho walichokiamua ndicho kinachopaswa kuwa. Na huyu anayekuja kunyang'anya maamuzi ya wananchi, kijana huyu ambaye alipewa nafasi ya gombea, baada ya kugombea wananchi wamempa ridhaa, amekuja amenyang'anya ushindi wake. Nani anaua ndoto za vijana? Ni Chadema. Chadema ilishawahi kunyang'anya uchaguzi kokote? Ilishawahi kumteka mtu yeyote? Ilishawahi kumpa ulemavu mtu yeyote? Ilishawahi kusababisha kifo au kumuua mtu yeyote? Hapana. Sasa unasemaje Chadema inaua ndoto za watu? Ni hivi, watu kuwa na ndoto zao si jambo baya, si jambo baya kabisa. Ni haki yao mtu mmoja kuwa na ndoto zake juu ya anavyoona jamii yake, anavyoiona nchi yake. Kuwa na ndoto yake ni sawa.
ndoto ya Chadema haiwezi kutingishwa na ndoto ya mtu mmoja. Ndoto ya Chadema kwa sisi ambao tunalelewa tangu utoto wetu, tumelelewa kwenye chama hiki, tumelelewa katika misingi ya chama hiki, tunajua ndoto ya Chadema ni kuona taifa la haki, ambalo tukishakuwa na hilo taifa la haki, taifa la kweli, demokrasia ya kweli, watu wako huru, watu wanaweza kuendelea vizuri kwenye taifa hili likipata tu uongozi mzuri. Sababu tatizo letu ni uongozi. Hatuna uongozi mzuri ambao unaweza kulisaidia taifa hili likawa na maendeleo mazuri. Ndio tatizo letu, na Chadema tumesema ndio chama pekee ambacho kitaleta uongozi bora, uongozi mzuri utakaozalisha siasa safi. Tutumie watu tulionao, tutumie ardhi tulionayo na utajiri mwingine tulionao, tufanye watu wetu wawe na maisha mazuri. Kijana akiwa na fursa au ana ndoto fulani aitimize ndoto yake vizuri, ni chama chetu ndio kimesema. Sasa nani anaua ndoto ya kijana? Ni sisi tunayosimamia haya au wanaoyavuruga haya tunayoyasimamia? Kwa hiyo watu wasipotoshe watu, wasijifiche kwenye kichaka cha ndoto zao. Nimesema sio dhambi kuwa na ndoto zao, lakini wasijifiche kwenye kichaka cha ndoto zao kutaka eti kuaminisha watu eti chama kinawazuia. Na kama kinawazuia ni chama, tutaona si wameenda hao wanaodhani wameenda kugombea. Na bahati nzuri wengine wameshashughulikia vizuri sana. Na mifumo ambayo tulikuwa pamoja, tunazungumza pamoja kwamba ni mibovu, wenzetu kwa sababu ya tamaa, sababu kuna ndoto na tamaa, kwa sababu ya tamaa ya ndoto zao wakadhani eti kunaweza katokea malaika atakayebadilisha mifumo iliyoko sasa, iliyotengenezwa na serikali ya CCM, eti wafae wao. Unaionaje Chadema baada ya no reform no election au baada ya uchaguzi? Unaiona Chadema aina gani? Katika tathmini yangu, na hii tathmini naifanya kulingana na maoni pia ya wananchi, ninakiona chama cha siasa makini na chama ambacho hakuna chama kingine kwenye nchi kitajilinganisha na chama hiki. Yet hata sasa hakuna chama ambacho kinaweza kujilinganisha na sisi, na ndio maana ndio hofu yao. Yaani chama tawala hofu yake ni hiyo, kwamba kila kikifanya tafiti kikaweka mizani, kinaona kabisa Chadema ndio chama ambacho kina base ya ukubalifu mkubwa kuliko chama chao, na ndio hofu yao. Hiyo hofu, yani wasidhani eti inaweza kupungua, zaidi itaongezeka. Hii unavyoona watu hakuna mwamko wa kiuchaguzi, hakuna mwamko wa kikampeni za uchaguzi. Hiyo ndio message pekee inatumwa. Hakuna mwamko wakati unaona watu wanajikusanya wanakuwa. Mimi huwa ninaona kama nikibahatika kuona, kwa sababu sifuatilia, ila kama nikibahatika kuona huwa naona kama ni vikao tu vya vyama vya kawaida. Watu wote wamevaa sare za chama, wamekaa hapo, watu wanasomba kwenye malori, wanaletwa hapo, wahutubiwe, wanatolewa hapo, wanapelekwa. Mimi huwa naona tu ni shughuli za chama za kawaida. Kimsingi inatakiwa iweje? Watu watoke majumbani mwao kwa wito wao, kwa mwamko wao wenyewe, watoke majumbani mwao, waende mahali wanapoitwa, waende wakasikilize sera. Halafu wao wawe na hamu ya kwenda kusikiliza sera, waende wakasikilize sera, wakawasikilize wagombea. Hicho kitu sasa hivi, na bahati nzuri wamekiri wenyewe, wanasomba watu kutoka kilomita 90, kilomita 45. Wamekiri wenyewe kwamba hakuna watu wanaenda, ila wanaenda kuwasomba, na wanawasomba wanachama wao. Si kosa. Hata mimi sijasema ni kosa, ila nimesema hakuna huo mwamko. Zaidi wakija Mbeya kwa mfano, kwa sababu Mbeya hapa mjini hakuna mtu anapoteza muda aende kwenye kupoteza muda eti kuwasikiliza watu ambao hawana jambo jipya litakaloleta mageuzi kwenye nchi. Hawana jambo jipya na yote wanasema. Mimi sijasikia. Labda utaniambia kama kuna jambo jipya umelisikia. Mimi sijasikia hata mmoja anazungumza kwamba atatukomeshea na kutupotezea kabila jipya kwenye nchi linaloitwa watu wasiojulikana. Sijasikia hata mmoja akizungumza kwamba ufisadi uliopo kwenye nchi yetu utakomeshwa na utakomeshwaje. Sijasikia hata mtu mmoja anazungumza kwamba kwa utajiri tulio nao huu, taifa letu limechelewa, linapaswa kuwa wapi na tutaendaje. Hakuna hata mmoja anazungumza. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo kama kungelikuwa na uchaguzi,
na kukawa na kampeni za uchaguzi, sisi wenye wito wa Mungu tuliyeitwa kwa ajili ya kulitumikia taifa hili tungeweza kwenda kuambia wananchi, na bahati nzuri wananchi walishatuelewa. Kinachosubiriwa taifa lirudi mezani, tupate mwafaka wa kitaifa, tuwe na kanuni na sheria na katiba nzuri itakayorejesha mamlaka kwa wananchi, tuende kwenye uchaguzi. Hilo hata wao wanajua. Misa ya kwanza haijaisha, tulishamalizana nao, na hofu yao ni kwamba watashindwa vibaya sana, ndio maana wataki kubadilisha mifumo ya sheria.